So, mtazamaji wa Farodhi Wadhayo TV, I'm happy to be in Malaysia and of course huku KL, nasikia kunaitwa KL, Kuala Lumpur. Na niliweza kupata nafasi ya kupatana na ambassador wa Kenya hapa Malaysia, na as you know kuna story imekuwa kwa mainstream media kuhusu wale wanaume watano tuliambiwa sijui wanalala kwa cartons. Sometimes these stories goes on kwa social media, we may not be able to verify until we talk to the right people who are here, watuambie what's happening. Na nikapata nafasi ya kuongea na ambassador. I'm actually so honored to have this chance to speak to him because I know he's a busy man, na kwa sababu tulikuwa tumekuja safari ya kutembea, nikafikiri actually watu wakafikiri nimekuja kwa sababu ya hii story. Mimi nilikuwa ziara zangu, but since he allowed me to speak about the issue, that's why we are here with him. Karibu sana bana ambassador. Asante sana Farodhi Wadhayo. Yes. Wacha niseme nashukuru sana kuchukua fursa hii. Hata nyinyi kupata wakati kuja. Yes. Tunashukuru. Hata lile jambo ambalo umeleta ni kwamba we have to really look at it. Yes. Yeah, tumekuwa na changamoto kiasi. Wa Kenya vijana wetu wamekuja kuanzia mwezi wa 3. Tumekuja kuwaona wakiwa katika hali za kutatanisha, wakiwa kwa shida za hapa na pale. Haswa wakitaka wasaidiwe kurudi nyumbani. Mwezi wa 4, mwezi wa 5 wakazidi, tukawa na wengi zaidi. Okay. Na ni kwamba vile wamefika hapa, kunao wale recruitment agents huko nyumbani. Yes. Wamekuwa wanachukulia ukosefu wa kazi nyumbani. True. Na mahitaji ya vijana kuwadanganya kwamba kuna kazi huku upande wa Malaysia. Vile watafanya ni kwamba watachukua hela kutoka kwao. Yes. Watawaleta. Wataambia travel agent fulani awakatie ticket. Na kisha ambayo ilikuwa ni tikiti ya kwenda na kurudi, yule ambaye amehadaiwa akishapeana pesa ya kulipa return ticket, akishaingia kwa ndege anaondoka, wanaivoid. So tikiti ambayo ilikuwa ni ya kwenda na kurudi inakuwa ni njia moja. Okay. So akishafika hapa inakuwa kwamba hakuna mtu hata wa kuwapokea. Tumekuwa na baadhi yao ambao walikuja wamehadaiwa hivyo. Walipofika hapa wakaerevuka, wakaanza kuhadaa wengine. Okay. Wakifika hapa kutoka uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur, watatafuta njia zao za kufika mpaka Kuala Lumpur. Umeangalia ni umbali gani kutoka Kuala Lumpur International Airport mpaka Kuala Lumpur yenyewe? Ni kilomita pasa 70 na. Kweli. Wakishafika hapo wamechezewa. Lile jambo nataka kusema, hatuna labor agreement. Especially kwa zile kazi tunaita non-skilled. Nchi iko na mipangilio na nchi za hapa karibu. Okay. Huko Asia. Ukienda kwa security guards utakuta ni watu kutoka Nepal, nchi ya Nepal. Sure. Ukienda kwa mijengo utakuta, ama kwa factories utakuta ni watu kutoka Bangladesh na Sri Lanka, Myanmar. Okay. Kwa sababu hizo nchi ziko na labor agreement. Hatuna. Wanaangalia katika eneo hili kabla ya kutoka nje. So vijana wetu wakishafika hapa, makosa hata watujulishi sisi wenyewe kama ubalozi. Sure. Tukija kujua wako katika hali hiyo, hali mbaya. Hawana pa kulala, hawana tiketi za kuwarudisha nyumbani, hata chakula hawana. Tumewalisha hapa mara kadhaa kwa zile na njia zetu tu ambazo tumeweza. Tumewafikia Wakenya ambao wanaishi hapa. Wamekuwa very helpful. Sure. Lakini tunapata kwamba tunaweza kuwa na jumla ya zaidi ya watu 200. Hawajajitokeza kwetu. Mara nyingi tunapata wakati wakiwa kwa shida. Nataka kuuliza Wakenya, mnaweza kuwa na changamoto za makazi, mnaweza kuwa na changamoto za kukimu maisha,
Lakini ni afadhali ukiwa nyumbani unahakika utakula na utalala. Hapa kabla utoke kazi imepatikana, hata isiwe Malaysia peke yake, kwingine kokote. Hakikisha kwamba umefuata, fikia serikali yako. Enda kwa wizara ya Foreign Affairs. Enda kwa wizara ya Labor. Kama huwezi fika huko, kuna chief kwa kwenu. Mwambie atumie njia za kiserikali kuconfirm kama hizo kazi ziko. Kwa sababu kweli ni kwamba wale wamefika hapa, familia zao wameuza mali, wameuza plots, wameuza hiki na kile, na wanabaki na hali mbaya. Wakitarajia wakifaulu huko watakuja kusaidia familia. Inafika wakati kwamba sasa paka watafutiwe nafasi nje ya kurudi nyumbani. Na pia uzuri tuna what we call the bilateral visa agreement kati ya Malaysia na Kenya, kwamba unaweza kuja bila visa paka siku 30. Unaweza kuextend by regularization, ile una apply kwa immigration, extension ya siku 30 na nyingine 30. Any overstay, it's very punitive. Hasa ukishikwa na polisi ama ushikwe na immigration, wakute uko hapa kwa njia ambayo si halali, fine ni 10,000 ringgits. Hiyo ni karibu Kenya shillings 300,000. Na pia ama kifungo cha miezi 6 ama wakati mwingine zote mbili. Hiyo yote inaleta changamoto ambazo tujaribu kuziepuka. Kuna hao walagai, recruiting agents, ambao serikali inafanya kila juu chini kuhakikisha mujibu wa sheria wakabidhi vilivyo. So tuko katika hiyo hali na tunauliza vijana wetu, afadhali ukitoka nyumbani, kama ni kazi ambayo unaahidiwa, hakikisha angalia documents zote ziko sawa. Tusipoteze 9 tukifikia 1. Hivyo ndivyo nitasema. Kikundi chengine ambacho nataka kuongelelea ni kikundi ambacho kinahuzunisha, na hasa kinawahusu wasichana wetu. Wamedanganywa, wakuwa kisafirisha mihadarati, na kusema kweli dunia mzima mambo ya mihadarati inachukuliwa kwa hali ya uzito sana. Kifungo cha miaka mingi. Lakini katika eneo hili la Southeast Asia, nchi nyingi hapa wako na death penalty kupatikana na madawa ya kulevya. Wasichana wetu wamedanganywa. Wanaambiwa kuna biashara tutafanya na itaweza kuinua maisha yako. Wakishtukiwa wameingia katika mitego ya watu ya kuuza mihadarati. Wengine wako jela huku. Kuna ambao wamehukumiwa kunyongwa, lakini serikali imebadilisha kupitia bunge ya hapa Malaysia, imebadilisha that sentence inaenda life sentence. Lakini pia kuna process ya kufikia hapo. Lakini hata ile tunaita life sentence wanaita natural life sentence, ni kati ya miaka 30 na miaka 40. Kama si kudanganywa kwamba kuna kazi mtafanya alafu utafaidika, tuko na cases ambazo watu wanapewa mizigo hawajui. Wakija kufikia hapa ni madawa za kulevya. Aidha ametoka nayo nyumbani ama ameipata katika transit. Amepata mtu ambaye hata hawajuani, lakini kwa sababu kuna vile wanafanya kazi, anaelezewa kwamba tuko pamoja na hii kazi ndio tunafanya. Lakini haelezwi ni nini
ataambiwa ni spare parts unapeleka Malaysia. Wakifika hapa ni madawa ya kulevya. Tafadhali tunawauliza, yeyote ambaye anasafiri katika biashara yote ile, kwanza hakikisha ni biashara gani unaingizwa ndani. Na pia usibebe mzigo ambao wewe mwenyewe you never packed. Ndio kama kweli unataka kufanya hiyo kazi, umejua ni madawa una deal naye na uko ready for the consequences. Kuliko ujipate hapa katika hali mbaya alafu unajipata kwa shida. Hata kama ni kufungwa under what you call possession of narcotic drugs. Hiyo ni miaka 12 jela. Trafficking ni miaka death penalty ama kifungo cha miaka 30 na 40. Tumekuwa na cases katika wale what we call it the drug trafficking mules. Wanazibeba kwa tumbo. Tumekuwa na kesi ya moja zilipata kupasuka kwa tumbo. Sasa tukiongea hayupo nasi. Vyovyote tutaiangalia ni kwamba tunajiweka kwa hali mbaya. Na tunaachia jamii zetu shida ambayo itakuja kuwasumbua miaka mingi. Sure. Asante. Good. Labda maswali tu, najua hauna muda, lakini nafikiri maswali matatu mawili. Mwanzo, this story how 5 men imefikia wapi? Nafikiri nimereceive a lot of calls wakati watu walisikia niko hapa. Mmefikia wapi kuhusiana na wao na kwa nini walijipata katika hiyo hali? And how far is the case? What is the solution? Hao vijana ambao wamekuwa kwa mtandao ni kwamba tulimejua hawakupiga ripoti kwetu tangu mwanzo. Tulikuja kusikia watatu ambao walikuwa wameshikwa kule Johor na tukawaendea wakati tulipata kwamba yule alikuwa mwajiri wao ameweza kuwasaidia wakatoka. Tukajua watashikwa itakuwa ni kazi nyingi. So ofisa wetu alikwenda akawachukua. Akiwa pale ndio akajua kuna wengine ambao wako katika hali ile ile. Na waliendewa, lakini walisema watakuja Kuala Lumpur kama ubalozi utawanunulia ticket na waweze kulipa fine. Tunafanya na they are working with the State Department of Diaspora Affairs. Tuone vile watasaidiwa. Okay. Lakini kwa wakati huo tungewaambia muje kwa sababu tuwanunulia ticket kama tunauza ticket. Okay. Tunajaribu kuongea pia na kina IJM, International Justice Mission. Tuone kwa sababu tunajua hawa ni wale tu ambao wameanza kutokeza sahihi. Kuna wengine tunajitayarisha kwamba tutakuwa na hiyo hali ya watu wameshikwa mara wamejileta hapa. So tunataka kuona kama vile tunaweza kuwasaidia. Kwa haraka tu, walikuja kivipi? Ndio tuambie hawa watu what messed them. Ama ni njia ya kukuja haikuwa sawa wakajipata kwa shida, ama nini hiyo ilifanya wajipate kwa shida? Walikuja waliambiwa kwamba kuna kazi hapa watakuja kupata na hawa walagai, those unscrupulous recruitment agents. Wamewalipa pesa kwamba watakuwa process work permit zao na visa na kila kitu. Wakawaambia wakate ticket kwa certain travel agents. Return ticket, wakienda kukata ticket wakishaondoka wanakata ile return, inakuwa ni one way. Okay. So wamejipata hapa katika hali hiyo. Hakuna kazi namba moja. Na hakuna njia watapata kazi. Na hata mahali wanafanya kazi hawalipiwa. Wanapewa chakula tu. Hata kama ni pesa ambayo kuwapea chakula peke yake, hakuna kazi jambo lingine atafanya nayo. Okay. For those coming to Malaysia, kuna kazi hapa? Kazi hamna. Hamna. Hata kwa wale wa professionals and specialists kuna procedure ya kupata hizo kazi. Okay. Kwamba lazima ameandikwa na kampuni, tayari kuna barua ya kwamba anaajiriwa na ya kampuni ambayo inamleta hapa. Na pia kwa serikali hapa lazima huyo mwajiriwa akija mshahara wake ni zaidi ya 1,500 ringgit. Okay. Oh no, sorry, 15,000. 15,000 ringgit. Na kwa hivyo wakija, na pia lazima kampuni ionyeshane hawana those skills hapa Malaysia. So we try to address those issues as a government to government to see that also they open up that space
So there's no labor agreement so far between Kenya and Malaysia. Labor agreement. So despite of kuna watu tayari wanafanya kazi hapa na wanalipwa, si kumaanisha kazi ipo. Haipo. Labda mtu alikuja kivyake na akipata shida. Haipo. Sasa ndio shida itatokea. Hata hakuna yule ambaye atasema anafanya kazi analipwa, hawapo. Okay. Wale wapo ni wale specialist professionals ambao wameandikwa, wamekuja tayari wako na kazi. Okay. Yes. All right. For those countries kama Malaysia, Qatar and Saudi and other countries zenye zina host wa Kenya. What would you give? Maybe you can give an advice to the parents. Wale wazazi wanaachilia hawa watoto wajue maybe mambo kadhaa yale wanafaa kufuata kabla mtu aachilie mtoto wake. And what also advice can you give to these young brothers and sisters wale wako na haja sana kutoka kwa nchi. Unaona hawafuati ile procedure, haja yao ni asikia ametoka airport, lakini akifika upande mwingine shida inakuwa. Namba moja, wazazi na sponsors na guardians kwanza wajihusishe na mambo ya watoto kupata kazi. Hata kama ni nyumbani, nimesema katika hali yangu hapo baadaye. Wewe nyumbani unakaa, unasema kijana alipata kazi yako Nairobi, anakutumia pesa, hujui ni kazi gani anafanya. Tukija kushtukia ni mtu ya Al-Shabaab. So let's take interest. Tujue hawa watoto wetu wanafanya nini. Okay. Kama ni hizo kazi za kwenda huko nje, wacha tuhusike na hawa moja kwa moja. Okay. Na tuko na Minister of Foreign Affairs, tuko na Minister of Labor. Twende kwao tuulize. Can you confirm for us that these jobs exist? And even the agents. The agents. Can you also confirm that the agents are genuine agents? Okay? Wacha na agents. Kwanza agents anakuambia kuna kazi, enda kwa Wizara ya Labor. Confirm. Is it a licensed agent? Confirm for us kama hizi kazi ziko. Serikali itazoni mechanism ya kufanya hivyo. Okay. Tutajua hivyo. Kwa wale vijana ambao wanakimbia na kuja kupata shida, tafadhali tunapenda mwana mkafanya kazi nje. Lakini don't jump from the frying pan to the fire. Afadhali uwe nyumbani pale, utakosa chakula na utakosa mahali pa kulala. Okay. Na utajipata katika hali ambayo unaenda against the law, mahali umeenda umefungwa. Tunao wamekuja hapa wakati umekosa hizo kazi, wameingia kazi ya prostitution. Ama hawa ndio watatumiwa na wale watu wanauza madawa na kazi nyingine mbaya. Sure. So wajichunge, afadhali uwe nyumbani. Unajua utapata chakula, siku itafika ya kupata hizo kazi. Kuliko uende nchi nyingine ufungwe maisha ya biashara. Na tuko nao wako hapa wamefungwa. Okay. All right, nimefurahia sana. Asante sana. Thank you so much. God bless you. Nimeshukuru sana. I never thought we should. I mean, in life nitakutana na wewe mahali. Nimefika hapo. I'm so happy. Kigo kia mwisho kuri andu a nyumba tondu ni urakigwa Gikuyu. Yes. Ukomera ati airetu itu na nake itu Gikuyu nio meheirwo ni guthie nja wa gutiri undu marenda tiga guthie nja wa bururi. Andu aitu ciana citu tigai kwanyukira maundu. Tigai kwanyukira maundu. Wega umaga na mucie. Kava ore tunini no re matuko maingi. Ukira umagare uthii ukore na mathina na maundu makurehera andu aria watiga mucie mathina. Ati watiga mwana wa miaka ugicoka no hiro. Tutige na maundu macio, tutige kugena tamaa nene. Na tugerie haria hanini tungihota kuona, tuone kiria tungithondeka. Na tuthondeke maisha maitu. All right. Thank you so much. God bless you so much. Ndio wa host. Barikiwa sana. All right. Thank you.